nimepita nyumba nzima kama panya. Na hapa nilipo nimepigwa, nimedundwa kama ngoma. Bila Mirindimo sijui leo ingekuwaje. Amekuja pale, amesuluhisha ugomvi na amemwambia mume wangu asinipige tena. Kamwambia tu akinipiga tu mimi nipeleke taarifa. Kwa hiyo nasikilizwa nyumba nzima, utafikiri mtoto. Upo? Mirindimo huyu unamjua mimi? Ndiyo, huyu Mirindimo hapa mtaani kwetu. Shoga yangu toka hapa. Nenda kwa Mirindimo mwambie asante. Maana isingekuwa Mirindimo, huyo mume wako ameshakuwa kero. Maana yeye kamsaidia kumrekebisha mume wako. Mfuate mwambie asante Mirindimo. Sasa kwa Mirindimo tutaenda wote. Wewe unisindikize, mguu wako mguu wangu, tuende kwa Mirindimo nikamwambia asante. Mimi tena nitoke hapa niende kwa Mirindimo. Nikusaidie hela. Nikusaidie kwa mganga, umponyeshe mume wako, tena kwenda kusamea. Asante. Jamani. Unaona ugumu gani kunipeleka shoga yangu? Unibandui. Nenda mwenyewe. Unajua Bwana Ali, kuna jambo moja ama mawili yananitataza sana kichwa changu. Bwana Ali, ndani ya siku mbili hizo umekuwa umenitenga sana. Unanikataa mimi mwanao. Nakuja nyumbani kwako, nakwambia twende tukanywe. Unanikataa, unanifukuza, unasema haunywi pombe. Nikasema nije nikwambie kama kuna kosa lolote ambalo nimelifanya, pengine labda katika tunakunywa huko nimekukosea, uniambie. Yaani inawezekani mtaa mzima unatujua mimi naye marafiki pale. Nakaa kilabuni kwenye pombe na kunywa peke yangu, wewe haupo. Inaonekana kama tumekosana au kuna kitu chochote ambacho nimekukosea. Hebu niambie kuna kitu gani hapa katikati ambacho kimetokea pengine. Wewe rafiki yangu muda mrefu sana. Kuwa mbali mimi na wewe, hata mimi mwenyewe pia inaniumiza. Lakini sio kusema anapenda. Kuna tatizo ambalo kubwa limetokea. Majuzi wakati tumeachana mimi na yeye, wakati narudi nyumbani na mke wangu tulikuwa tunagombana. Kuna ule mdada mmoja anaitwa Mirindimo. Mirindimo alinipiga sana. Na akanisisitizia zaidi kwamba nisitumie kilevu cha aina yoyote. Ndio maana hata ile siku uliokuja pale nyumbani ukiwa umelewa, ukiwa unaongea, nikaa nakwambia unyamaze kimya. Mara uondoke. Ule ni msukumo wa mwanamke wangu ndani. Sababu moja kwa moja ningekuacha pale, angejua kama uko pale, ningeenda kumuita tena Mirindimo. Unajua kingetokea nini tena kwangu? Mirindimo mimi kanipiga tena sana. Hilo ndio kitu ambacho moja kwa moja kinachonifanya mimi niwe mbali na wewe. Ndio maana hata katika masuala ya pombe mimi kwa sasa hivi unioni. Si ndio? Ukaribu mimi na wewe sasa hivi nimeamua kuupunguza. Kutokana na matatizo nilipata. Si mnaelewa kado? Unajua unanishangaza sana. Yaani mimi ninavyojua mtu yote ambaye anaacha pombe hawezi akaacha ghafla. Hata mtu ambaye anavuta sigara hawezi akasema mimi naacha ghafla sigara. Atatenga siku kama alikuwa anavuta sigara au anakunywa pombe bia 7, chupa 7, 10. Kwa siku anaweza akanywa 3, akanywa 2, mwisho wa siku akakata kabisa. Lakini wewe haiwezekani eti from nowhere unaniambia eti naacha pombe na nimeacha. Kweli? Lakini pia kuna kitu mimi nahisi wewe utakuwa unakikosea. Na hata sisi walevi tunaokunywa pombe. Lakini kitu kingine wewe utakuwa una makosa. Na nataka nikufundishe mfumo gani ambao sisi wenzio tunautumia. Wewe unaonekana mpaka unagombana na shemeji. Mpaka ukaingiliwa, ukaja ukapigana, si ukapigwa, unaonekana wewe hauishi vizuri na shemeji. Unakunywa pombe kupitiliza. Sasa wenzio hatunywi pombe hivyo. Umeona? Sisi wenzio tunajimeki. Mimi nyumbani pale na wadogo zangu nalewa, nafanya kila aina ya utumbo, lakini nyumbani naacha chakula ya kula, wanakula vizuri.
lakini pia wewe nataka nikufundishe mfumo unachotakiwa wewe kufanya. Usitumie shilingi 10,000 eti yote ukanywa pombe. Chukua 10,000, kata 5,000 ya familia, 5,000 ya kwako. Una 5,000, 2,500 huko, 2,500 huko. Au nyingine unaondoka kabisa, unaacha hela nyumbani. Ukija unakunywa tu pombe, rafiki anakuja, mimi nimetokea niko vizuri nakupa. Lakini wewe pombe zako wewe angalia mimi mbona sipigi makelele. Na lea vizuri familia. Wewe hapo i-control mpaka unaweza kurudi nyumbani kweli umefika nyumbani, unatambua njia. Basi hata kupiga kelele pia unaweza ukajicontrol. Kufanya fujo unaweza ukajicontrol. Sawa. Mimi naomba nikupe wazo moja. Yaani hapa mimi nahisi wewe utakuwa una msongo wa mawazo. Ila cha kufanya hapa mfukoni mimi nipo vizuri. Kwa hiyo twende ukanywe kidogo wala utoke katika mfumo wa mawazo ambao uko nayo wasi. Alafu pia nikinywa naamini nitapata mawazo mengi zaidi, nitakushauri vizuri. Au unaonaje? Twende tukanywe. Cara. Mala. Madam, I shoot that. Mala Messi. Wewe sawa juu. Unajua huyu mara, ndio huyu mara. Kelele ya kwanza kwa milindimo yake. Kelele ya pili kwa milindimo yake. Unajua mimi akati niko mzima nilikuwa najiuliza, hivi ni vibuti au kokonko? Wewe nikupa biti gani? Nikupa biti gani? Uko naniweza si ndio Mara. Nikukataza nini wewe? Mara kweli, uliniambia mimi nisinywe pombe. Mimi hapa mimi sijaelewa. Nimetoka kwa rafiki yangu Kado, kaniambia nimpeleke huko ndo tunaenda. Mimi nakukataza afu unafanya, si ndio? Kwa hiyo wewe mtemi. Mimi sio mtemi na sijafikia hata kwenye utemi. Kwa hiyo nikuzingue. Kwa hiyo umechukua unaniweza mimi wewe. Sikia. Nakupa onia mwisho. Onia Mwisho. Nikikukuta tena umeweka ulabu wako huo. Afu wewe. Onia Mwisho mara. Hivi. Kado wewe rafiki yangu ngata. Yule kwani wa kike au wa kiume? Bwana. Kiukweli dadangu, sijui hata nianzie wapi. Anzia kama hiyo wewe ni chane tu. Ishu kwa nini? Yaani umenisaidia sana. Mume wangu amebadilika, amekuwa mtu mzuri tofauti na mwanzo. Kwa mshua yuko fresh, ndio? Ndio, yuko sawa. Yaani yuko kama wanaume wengine. Hela matumizi anaacha nyumbani na anajali kama zamani. Sasa wakumshukuru Sagodi. Unaelewa? Ndio wakumshukuru. Mimi niko fresh tu. Unaelewa? Niko fresh. Japokuwa pombe hajaacha, ila anajali familia tofauti na mwanzo. Usiwaze. Sikia dogo, usiwaze. Vitu kama hivi fresh. Afu dadangu, muonekano wako tofauti na ulivyo. Yaani mtu aweza akakuzania kama una roho nzuri hivyo. Sikia dogo, umechonga unataka kuniletea sasa hivi. Unataka kuniondoa katika steam yangu. Unaelewa? Mimi sio kwamba
msela mavi, umenielewa eh? Au mimi muuni sana. Mimi sio muuni, mimi sio mwizi, mimi sio msela. Mimi ni kwa dem kama wewe vile vile. Mimi ni kwa navaa kanga, mimi ni kwa napika, umenielewa? Nafugwa, lakini msela kanaita michongo sio. Sasa ilikuwaje? Kama nilivyokuambia. Nakushukuru sana na nakupa pongezi kwa sababu nikikumbuka nilipotokea na sasa hivi nilipo ni vitu viwili tofauti. Unajua kule nilikuwa naishi maisha magumu sana kupita kiasi. Lakini hapa naishi maisha ya kuenjoy kwa furaha na amani. Wow. Kwa hiyo naamini kwamba itazidi kufurahi juu yako, na isitoshe kwamba hata kula yangu kipindi kile ilikuwa ni ngumu sana. Ndio nikala asubuhi napiga pasi ndefu mpaka jioni, tunajiona nyewe utakuta usiku saa 6 ama saa 7. Na maanisha ni siku nyingine tena, sio siku ile ile. Kwa hiyo hapa nakula kutoka mara 3. Naamini mtanawili na uhakika huo. Asante baby, lakini sikia nikwambie. Shukrani nimezipokea. Shukrani nyingi kwako wewe. Wewe ndio umenifanya mimi niwe mwanamke wa juu. Mwanamke bora kwa sababu unanipa mapenzi ya dhati. Mimi sijali pesa. Pesa kwangu ni kitu kidogo sana. Ila naijali mapenzi ya kweli kutoka moyoni unayo wewe. Usijali, mimi naamini utazidi kufurahi zaidi hapo. Yeah. Kweli? Sure. Na mimi nakusurprise. Sasa hivi wewe ni tajiri mtarajiwa. Bonge la boss. Unajua nini? Nimekuandalia bonge la mtaji. Lazima ufanye biashara. Huwezi kukaa nyumbani hivi. Mimi sipendi. Sawa. Kwa sababu kwa nini nakosa kwako? Nachotaka kwako napata. Hizo pesa. Labda ufanye biashara. Unataka biashara gani? Swala biashara. Usiseme sitaki. Hamna, siwezi kukataa biashara. Hilo nakwambia swala biashara ni swala kuplan. Biashara sasa hivi zinazofaa na zinaweza zikaingiza hela kwa haraka ni biashara nafaka tu. Kweli eh? Basi kuta tayari wewe ni bonge la mfanya biashara. Wewe ni chane nywele na unisuke. Naenda kuchukua mtaji tufanye biashara baby wangu. Sio biashara. Mchane ndefu. Wewe ndo mwenye zamu. Kweli bwana kanyoe bwana. Wewe ndo unataka kuwa msoli sunu. Isipendi. Wataniibia. Bro, unajua nashindwa kuelewa kazi unaofanya unatumia formula gani? Kwa sababu huwezi kuniambia kazi bado, kila siku kazi bado, wakati tumegawana majukumu, kila mtu akawa na majukumu yake, mimi nimekamilisha wewe bado. Unatumia formula gani? Unatumia akili gani? Unakuwa kama mgeni mtu aliyoanza kazi leo. Okay, mimi nimekamilisha kwangu na kusubiri wewe. Kazi yangu ikavuma. Nimefanya tukio, taarifa zikaenda polisi, nikaanza kutafuta, nikakamatwa kwa sababu ya uzembe wa ujinga wa kukusubiria wewe. Kwa nini? Unakuwa kama mgeni ndugu yangu hizi shule. Unakuwa kama una akili mwanangu. Tumia akili kwenye kazi mwanangu. Oya. Sikia nikwambie sawa. Unapoongea kuwa na busara. Busara? Yule mwanamke ana akili kuliko unachofikiria wewe. Mwanamke muda wote hataki kunipa chance hata mara hii. Muda wote ipo close na mimi. Ama kweli Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe. Wewe umeshakuwa dundwazi ya mapenzi ya yule mwanamke. Umeshazama kwenye penzi la yule mwanamke. Kumbuka, jukumu lako ni kazi, umeenda pale kwa sababu ya kazi na sio mapenzi. Oya, sikia mwanangu, sawa? Mimi pale sina mapenzi na yeye. Pale mimi nipo kikazi. Kazi ya wizi inajulikana kama kazi ya upelelezi. Lazima utumie akili nyingi ili ufanikiwe. Ndani ya dakika 5 unapiga mshindo,
Ukifeli ndani ya dakika 5 lazima kwenda jela. Sasa lazima tutumie akili. Oya, nisikilize mwanangu. Sina muda wa kupoteza katika upumbavu wako. Sina muda wa kupoteza kukusubiria kwa ujinga wako na uzembe wako wa kijinga. Nakupa last chance. Nakupa last plan kwa sababu unashindwa kutumia plani. Plan A imekwama, unashindwa kutumia plan B. Haya, plan C hamna, kuna C, kuna D. Kuna F hadi Z, plan zote hizo unashindwa kutumia hata moja pale tuweze uweze kufanikisha. Oya, nakupa last chance. Sawa. Sawa, umeridhika sawa. Unatumia akili gani wewe? Oya bwana, kusikiliza mwanangu. Nisikilize. Mimi nakupa last chance. Nakupa mbinu ya mwisho. Sijui unanisikia? Ukifeli hiyo ndugu yangu mimi hutanikuta tena. Utakuja hapo utakuta sipo. Naondoka. Funga hiyo dawa ya usingizi. Haina haja ya maelezo tena. Utalia mpaka lini? Umia mwenzio. Shemeji yule ulikuwa naye uko naye juu sana. Ni kidogo tu ushamwamini kila kitu ndugu yangu. Nilikuwa nakwambia. Huyu shemeji mbona uko naye muda mfupi tu uko naye karibu sana kwa sababu gani? Nilimpenda mume wangu mimi, sikutegemea ana uwezo wa kunitapeli. Ameniibia hati yangu, nyumba yangu imeuzwa mwenzio, mimi naenda wapi mimi? Siamini mwenzio, niambia nifanye nini mimi? Ndio maana nakwambia nyamaza tushauriane jinsi ya kufanya. Utalia mpaka lini? Maji yashamwagika haya yazoreki tena. Ndio kashachukua kila kitu. Mikataba ya biashara yangu alibadilisha imekuwa ya kwake. Sijui nifanye nini. Nishauri cha kufanya mwenzio. Ndio nyamaza tushauriane. Utalia mpaka saa ngapi ndugu yangu? Ndio maji yashamwagika haya zoreki. Ndio kila kitu kinachukuliwa. Wewe unalia mwanzo anakula bata. Ukiwa unalia tu mwisho utapoteza mudi bure bila sababu yoyote. Hebu kaa hapa tutafakari tunafanyaje. Umesikia? Sikumtegemea mwenzio. Kama atanifanyia hivyo ni muamini sana, mume wangu nimpenda sana. Wanaume hao. Ulimpenda kweli? Kila sisi wote tulikuwa tuna hata thamani juu yake. Ulimpenda na ikakupenda zaidi naona. Nyamaza hapa tujue tunafanyaje. Pole sana. Fresh yani. Kawaida tu.
Lakini dada yangu, hata vitabu vya dini vinasema usikate tamaa. Kukata tamaa ni dhambi. Kuna watu wanapitia changamoto nyingi sana, lakini hawakati tamaa. Wewe bado una nafasi. Isitoshe, wewe ni mwanamke mzuri bado. Inuka ufanye kazi zako kama kawaida na utapata mtu sahihi, kwa sababu watu wanatofautiana. Mimi sio wa hivyo. Mimi nikiflash nimeflash mazima. Umenisoma eh? Mimi sio wa hivyo. Umecheki mjengo huu na umiliki mimi kama mimi. Najikubali. Mimi najielewa, najisoma. Ila unaweza ukawa kama zamani. Rudisha moyo nyuma. Sikia. Wewe unazingua. Hebu jikatae. Potezea bwana. Unajua Ricardo, mimi rafiki yangu muda mrefu sana. Ndio maana unaponikuta mimi sehemu, lazima yeye anakuwepo. Ndio maana hata siku zile tulizokuona. Hata ndio maana alipoanza kuleta mambo yake alikuwa anamkataa. Sasa nilikuwa namuelewa Ricardo jinsi gani akaanzisha vurugu na lakini fulani ambaye anajielewa sana. Afu hata mshikaji nikimwangalia na mwanamke ambaye ni mstaarabu sana. Nashangaa akipata mambo yake anakuwa mtu kidogo kama fujo hivi. Waga inatokea. Ricardo hata kama kileo. Unaweza kuongea na jambo likawa la maana kwa hiyo anakushauri vizuri. Leo kuna siku nyingine inakuwa tafadhali. Anakuwa ni mtu wa shida nyingi sana. Sawa sawa. Oya, Ali. Wapi tena? Unaenda wapi Ali? Ali. Anasema siku hizi mbona uji kwenye yale mambo yetu? Utakuja. Sawa. Kupumbawa hata Rafiki yangu Toi. Kweli jambo unanishauri nini? Pole sana ndugu yangu. Maana umefikia hatua mbaya sana. Asili ya ulevi ni shetani. Na ndio maana pombe imekatazwa kabisa. Na kama kweli unataka kubadilika, basi haina budi kuachana na Kado. Kwa sababu yule Kado ni mpumbavu. Sasa rafiki wa mpumbavu na yeye lazima ataonekana ni mpumbavu tu. Alafu isitoshe wewe mwanamke wako ni mzuri sana. Tena anakupenda. Haina budi kubadilika rafiki yangu. Sijui utakuwa unanielewa vizuri. Nakuelewa vizuri. Kwa unachonishauri. Ushauri wako ni mzuri sana. Hakika ndio kufanyia kazi. Kama umenielewa nashukuru. Tena ikiwezekana upate ushauri wangu mapema sana. Kwa sababu kijana ni nguvu kazi ya taifa. Taifa bado linakutegemea wewe. Usipotee bado mapema mno. Haina budi sasa hivi wewe kuipambania familia yako. Maisha ni magumu sana. Hivi vitu vingine ambavyo havina msingi. Haina budi kuachana navyo. Kwanza ulevi unakumalizia pesa. Utakuingiza kwenye masuala ya anasa zaidi, mwisho wa siku utakuja kufa na maradhi tu. Basi sawa rafiki yangu Toi.
ache mimi niende. Sawa. Naomba turudi mama msalimie. Sawa. Haina shida ndugu yangu. Maana usije ukabadilishwa jina ukaitwa Amada bwana. Nasikia Amada huyu Amada kalala mbwi. Mwisho wa siku naachia chela.